Hospitalini wengi wetu wanapata kulala wamefariki wakati kama huu. Lakini sisi si wa maana zaidi ya hao. Baada ametupa uhai, ametulinda, ametuhifadhi na damu yake. Ndiposa tunayo sababu ya kumwambia Mwenyezi Mungu ni asante. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nilipokuwa nimekaa hapo nilikuwa najiuliza sasa naenda kusema nini. But kitu ikaniambia kunalo jambo ambalo hata pia unapokaa hapo kunalo jambo katika maisha yako ambalo huwezi kosa kitu cha kuongea kuhusu. Bwana Yesu asifiwe. Na nilipokuwa nikatafakari kuhusu damu ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Nikajiongelesha nikasema kwamba hii damu ya Yesu imenitendea mangapi katika maisha yangu. Na nikajua kwamba ni damu ambayo ilinifia msalabani ili nikapate ukombozi, nikapate kuokolewa, nikapate kuona tena ufalme wa Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni damu ambayo utakapoiita itapata kuondosha mahali ambapo ulipo wakati kama huu. Bwana Yesu asifiwe. Mtapata kunisomea maandiko katika kitabu cha Waebrania 9 mstari mdogo wa 14. Mwingine atanitafutia barua ya kwanza ya Yohana 1 mstari mdogo wa 7. Na kuna Isaya 53 mstari mdogo wa 5. Amen. Kimeisha. Bwana asifiwe sana. Biblia inasema kwamba imani dunia yote ni ya Mungu, lakini anasema kwamba yeye atawachagua kutoka katika hao. Bwana asifiwe sana. Haleluya. Yaani kuna mtu amepata amani jisoni. Watakula chakula kianze kuharibu tumbo na wewe pia umekula, wewe tumbo lako haliharibiki. Ibada ya duniani na ya mbinguni. Haleluya. Lakini kwa damu ya Kristo mambo makuu zaidi hufanyika. Kwa nguvu ya Roho wa milele. Lakini kwa damu ya Kristo mambo makuu zaidi hufanyika. Kwa nguvu ya Roho wa milele. Kristo alijitolea mwenyewe dhabihu kamilifu kwa Mungu. Damu yake itatutakasa dhamiri zetu kutokana na matendo yaletayo kifo, ili tupate kumtumikia Mungu aliye hai. Hilo ndio neno la Bwana. Biblia inasema kwamba wema wake na fadhili zake zitafanya nini? Siku zote za maisha. Haleluya. Barua ya kwanza ya Yohana. Barua ya kwanza ya Yohana mstari wa mstari wa 3. Tasoma kwa uwezo wa Bwana. Lakini tukiishi katika mwanga kama naye alivyo katika mwanga, basi tutakuwa na umoja sisi kwa sisi, na damu yake Yesu Kristo mwanaye itatutakasa dhambi zote. Na hilo ndilo neno la Bwana. Haleluya. Isaiah 53 verse 5. Lakini alijeruhiwa kwa sababu ya dhambi zetu, aliumizwa kwa sababu ya maovu yetu. Kwa kuadhibiwa kwake sisi tumepata uhai, kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Na hilo ndilo neno la Bwana. Basi Bwana Yesu asifiwe. Amen. Sijui kama kuna yule ambaye amepata kushikanisha ama kuelewa hizo vitabu tatu zinakuwa zikiongelea jambo gani. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Maanake mimi ninapovisoma vyote vinaongelea kuhusu damu ya Mwenyezi Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ni damu ambayo tukipata kukombolewa nayo tunapata uhai. Bwana Yesu asifiwe. Ni damu ambayo utakapoiita hata marafiki watakapokutoroka
hata ndugu na dada zako watakapokuacha, utakapoita damu ya Yesu ni damu ambayo ina uzito ndani kwake. Bwana Yesu asifiwe. Katika kitabu cha Waebrania kinasema ya kwamba ni damu ambayo inafanya mambo makuu ambayo hata wewe mwenyewe utakapoyaona utasema ya kwamba hili haliwezekani. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kupitia kwa damu ya Mwenyezi Mungu hayo mambo yanapata kufanyika. Na ni mambo makuu ambayo hata sisi tunapata kuhofia kwamba hili litakuwaje. Lakini tunapoita damu ya Mwenyezi Mungu inapata kututakasa, inapata kutupa uhai tena, inapata kuturejeshea yale ambayo mwovu shetani alipata kunyang'anya. Bwana Yesu asifiwe. Nasema kwamba kwa mapigo yake sisi tulipata kupona, na kwa damu yake alipata kuturejeshea amani ambayo inazidi vyote. Bwana Yesu asifiwe. Ndiposa tuna sababu ya kumwambia Mwenyezi Mungu asante kwa ajili ya damu yake, maana ni damu ambayo hata uko utakapotoroka, hata ndugu na dada watakapokosa kusaidia, utakapoita hiyo damu ya Mwenyezi Mungu itapata kukusaidia. Bwana Yesu asifiwe. Ni wakati mwingine ambao hatupati kutegemea mchungaji, ni masaa ambayo hatupaswi kutegemea nabii, ni masaa ambayo hatupaswi kutegemea ripota yoyote. Bwana Yesu asifiwe. Tegemea hiyo damu ambayo ilimwagika msalabani kwa ajili ya dhambi zako na utapata uponyaji. Bwana Yesu asifiwe. Katika yale yote ambayo yanayokusumbua, katika magonjwa yako, katika dhiki ambazo unazozipitia, utakapoita damu ya Mwenyezi Mungu, Mungu atapata kufariji. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu mbarikiwe. Bwana Yesu asifiwe. Haya, Bwana